Sasa nyinyi jitoeni akili, jitoeni fahamu, lakini mnachokifanya ni ubinafsi, kwa sababu hawa watu wa maandamano, labda tukizichunguza sababu zao kubwa kabisa, mimi nikitafakari naona hazitoki nje ya mambo matano. Sababu ya kwanza ni ujinga. Mara nyingi wajinga ndio wanaotumiwa katika kupitisha agenda za watu. Wewe huna lolote, ufaidiki na chochote, lakini kuna mabwana wakubwa watakupitisha agenda zao. Cha kufanya ni nini? Ni wewe mjinga. Wewe ujinga ni tatizo, na hasa ujinga wa kutokufahamu miongozo ya dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo haya mavuguvugu haya mara nyingi wanaotumika ni alhamatu ru'a, juhal sufahaun nas, ndio wanaotumika, ikawa wao ndio punda ukubebeshwa mizigo hii. Au sababu nyingine ni kufuata matamanio na kufuata mkumbo, kama nilivyoeleza katika athari ile au hadithi iliyotangulia, mtu akawa ni bendera afuata upepo tu. Au sababu nyingine ni tamaa ya mali na madaraka. Alishazoea kupata mali bure bure tu, alishazoea kupata madaraka na vyeo, sasa kakosa, aona afadhali nife na wenzangu, nihamasishe. Hili pia lipo. Jambo nyingine ni uchochezi kutoka kwa maadui na watu wasiokuwa na nia njema, wakayapitisha baadhi ya mambo kama ndiyo mirija yao ya kupenyeza sumu zao. Watu wako nje ya nchi zetu wakawatumia wanasiasa, wanaharakati, wakatumia vyombo vya habari, wakaweka mamluki wao. Lengo lao ni wao kujinufaisha, kwa sababu fujo ikitokea hapa hakuna amani, basi madege yao ya jeshi yatakuja kulinda amani, lakini wakati huo wanavuna utajiri uliopo katika nchi zetu, na wanafanya katika nchi mbalimbali, na hamtapatana milele, na kila mmoja atashika njia yake, wao wataendelea kunufaika. Lakini kitu kingine, udini, ukabila, ubaguzi wa rangi. Sema hapa katika nchi yetu zaidi ni udini. Kuna baadhi ya watu wanajiona kwamba wao wana haki zaidi katika nchi hii kuliko mtu mwingine. Kwa hiyo akisema lazima asikilizwe, asiposikilizwa na akaona kwamba hana ushawishi, basi yuko tayari kufanya chochote. Sasa haya yote niliyotaja haya ni mambo marefu, lakini nichukueni hayo. Lakini katika madhara ya jambo hili, nchi ikiatilika, kwa maana ya kwamba mambo yakisimama, tushaamua vurugu sasa, hatujui tupigana na nani, kwamba sasa wewe wapambana na nani, lakini mambo yameharibika. Pana ubinafsi hapa, kwa sababu kuna wazee, babu yako mzee hawezi kutembea, watoto wadogo, wanawake wenye mimba, kuna watu kwa vitandani, mahospitalini na majumbani, wanahitaji huduma ya afya, na pengine mtu huyu akawa ni baba yako au mama yako au kaka yako au dada yako au mjomba wako au shangazi yako au mwanao au mjukuu wako, yuko kitandani, anahitaji madripu, anahitaji uangalizi wa karibu, al-inayatul murakkaza, yuko katika ICU. Maandamano yametokea alfajiri ya leo, hakuna anayekwenda kazini, afa. Wagonjwa wangapi watadhurika kwa sababu ya upumbavu huu unaoletwa na wachochezi? Kuwa na akili, la takunu immaa. Yazingatieni maneno haya, na kuzungumza maneno haya Waislamu kuambia si wa uoga wala si ukibaraka, ndiyo mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo sisi hatuko tayari kufanya maandamano wala migomo ya aina yoyote.